Yaani hapa naenda kukopa kausha damu. Tena sio kausha damu tu, siku hizi wanaita chai. Upo baba, yaani ya moto. Ela ya moto naenda kuchukua 50 yangu. Nipate msingi mdao beshe zangu zishanona. Yaani marejesho 2000. Yaani shinde mimi mwanamke wa shoka. Kama naweza kulisha mume wangu nashindaje 2000? Sasa naenda kuchukua. Sekibuga, jina lako linasikika kila kona. Leo uko huku, kesho tena uko kwa yule mwingine. Mama mwenye nyumba, Mungu wangu. Amefanya nini? Sorry, mama mwenye nyumba ananisubiri hapo, mpenzi wangu. Ameka karibu na mlango wangu kabisa, hapo alipo anaonekana kabisa amekuja kudai kodi yake. Alafu ni mtata, sijaona huyo mama jamani. Babe, are you serious? Baby, naomba even 5 minutes tuniongee naye mpenzi wangu. Baby, usinichezee akili. Be serious. Mama mwenye nyumba, mwanamke wako yule. Mpenzi wangu, kwani nifanye? Mimi siwezi kukuleta nyumbani kwangu afu I swear to God I can't, my love. Please, naomba even 5 minutes. Be serious. Serious, baby. Okay. Sasa kama Sekibuga, mbona umechanganya dunia yako? Leo huyu, kesho mwingine tena. Nimekuja hapa nimekuta twende basi. No, baby. Ungeje hujanipigia simu, hujaniambia kitu chochote. Why? Simu imezima. Okay, vipi? Una shida gani? Mimi naomba tuende tukaongee. No, baby. Hatuwezi kwenda ndani. Yaani unajua kuna kitu nimekisahau hapa. Yaani hapa nimekuja haraka kuna issue nimewahi kuifanya huko nyumbani. Alafu kuna kitu nilikuwa nimekifuata. Alafu nikakumbuka kumbe hicho kitu chenyewe ninacho. So, sidhani kama hata ninaja kuingia ndani mpenzi. So, sasa ukienda tutaongea baadaye basi, sawa? Jamani. Yeah, sure baby. Basi naomba hela. Siwema. Wasiwema. Sikujua. Hey, shenzi huyu. Huyu ni Siwema tu. Alokula miguu yako kwa shaka kumzulisha mwanangu na atakuja hapa. Kama kamchukua mwanangu kaenda naye kwa mwenda zimu mwenzio mkuta makopo. Hey, nitamkunguza leo kuna rangi ataacha kuiona. Endelee tu kujifanya chizi kama babake mzazi. Huyo ndo Zaini Zozo. Kila siku matatizo. Unaingia huko kama unaingia chuoni. Babe, yani kama niliotea mpenzi wangu. Ni kweli amekaa pale amejaa, yani kajaa na dai kodi yake kweli mpenzi wangu. Serious? Yeah, sure. Tena kama vile tuliotea mpenzi wangu. Nimeenda peke yangu umebaki huko. Angeniona niko na wewe tu. Angejua kweli namchelewesha kodi yake kwa sababu na wanawake. Angeongea nachelewesha kodi yangu. Sana. Ana mdomo sana. Hao majirani nitawakomesha safari hii. Masiwema, hivi mimi unanitafuta nini wewe? Nishakwambia sitaki unifuatilie katika maisha yangu. Alafu kingine, nimekwambia sitaki umfuatilie mke wangu. Umekuja umefanya mpaka mimi nimeachwa na mke wangu. Kwa nini lakini? Hivi wewe unanitafutia nini? Nimekuacha umefanya mambo yako. Pia bado unafuatilia mpaka mambo yangu. Mimi una matatizo gani lakini wewe mwanamke wewe? Mimi nimekwambia sitaki bwana, mniache basi na shida zangu mwenyewe. Matatizo ni ya kwangu mimi, wewe anakuhusu nini? Yaani hivi wewe kwa unavyojiona mwanamke gani zakana wewe? Hiyo minywele yako kama simba katoka mwituni, midevu. Ndugu yangu, hakuna mwanamke ataweza kuwa na hiyo. Tena unatoka kabisa mwanaume na akili zako, unamwageukia hazini, kazi ndio kukuta mikopo.
Hiyo kazi uchizi. Hata atoke malaika kutoka mbinguni kukaa naye hawezi. Jirekebisha kuwa msafi. Hakuna mtu anaweza kukaa naye kwa hali yako hiyo. Utaendelea hivyo, unaona mke ondoka. Utaendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo umechizi. Sasa unajionaje? Huyo ndo Zai mizozo. Yaani wewe mwanaume usinichanganye. Mimi sio mtu wa kukaa kaa humu ndani kiolela olela. Mimi sio kitanda, sio godoro wala sio kabati. Kwetu tumelelewa vizuri, tunataka tufanye biashara tuendelee. Mamangu kimuona anauza uji. Dadangu tunamuona pale anahangaika anauza chipsi. Mamangu mkubwa anauza vimiguu ya kuku, wengine wanachemsha mahindi. Kwa hiyo wewe usitegemee mimi ni mwanamke wa kukaa tu humu ndani. Mimi sio urembo. Nishazoea kujishughulisha. Wewe huduma kama zinakushinda ni wewe. Mimi mwenyewe ndo maana najitafuta nipate cha kwangu na familia yangu huko mbeleni. Kwa hiyo sitaki unichanganye. Naona wewe mwenzangu kukaa unaona sawa tu. Unaona kulelewa la. Sasa sawa mimi nitakulea. Nitakulea, nimekubali kukulea. Lakini wewe unavyoleta hivyo mimi sikuelewi kabisa. Sikuelewi wewe mwanaume. Sasa hapa usitaki kunichanganya. Unanijua nikichanganyikiwa. Usiutaki upande wangu wa pili kabisa, na kuheshimu wewe mwanaume. Na kuheshimu vizuri tu. Sasa hapa nataka mambo haya mawili nijue. Hela iko wapi ulosema unaenda kuazima? Maana wewe mwanaume una tamaa sana. Eti 2000 umeka mkeka wa 500 upate milioni 10. Umeona wapi mtu anapata milioni 10 kwa 500 au kwa 2000? Kwa wakati tunazana mimi ukujua kama hichi hizi ya. Yaani katika vitu ninavyojutia kwenye maisha yangu ni kuzaa nawe. Yaani hata sijui nipatwa na pepo gani, sio pepo la ngolo, sio kitu gani Arabi. Astaghfirullah Zai mimi. Yaani najutia hata nikilala usiku na wewe seka na ikumbuka siku nilokutana na wewe. Natamani siku zirudi nyuma rekebishe makosa yangu. Mimi kuzaa na wewe. Tena nikakaa kabisa na mimba nikailea mpaka nikaizaa. Yaani ningejua hata ningeitoa. Yaani katika nao ndio unanitia mikosi katika maisha yangu. Mambo yangu hayaendi mideni minini. Wewe ndio unanitia mikosi katika maisha yangu. Ndio mambo yangu hayafaniki kuzaa na watu kama wewe. Nikaa kabisa mimi nimezaa na fulani. Wewe tafadhali. Mwanangu yupo wapi? Wewe mwanao mzurulaji kama wewe. Maka ndo kwa bibi yake, maka rudi, maka tasikuzua hapa, hata sieleweka una chochote hapa lete. Basi, nimekuniuliza unanumiza akili. Uswahilini kuna mambo na hakuishi migongano. Hakikisha imemfikia mwanangu. Fanya unavyofanya, hakikisha imfikie mwanangu hiyo hela. Wewe, hii nini? Yaani wewe mwezi mzima mmoja makopo 3000. Alafu kiambua chizi namna hiyo unakataa. Yaani umetoka kabisa huko na wai tunakuja hapa ndio 3000 unaacha matumizi ya mtoto. Wewe mzima kwa hiyo? Hebu shika takataka yako usimtie nuksani. Takataka. Kwa hiyo takataka. Basi sawa haina neno. Mimi naenda. Huyo ndo Zai mizozo. Kila siku matatizo. Huyo ndo Zai mizozo. Rasi. Wewe Rasi. Rasi. Si tamaa hizo unazoleta wewe hapa. Tumekubaliana vizuri ukaeke upate 30. Umeweka mikeka minne. Hivi kweli unachokifanya unaona kiko sawa wewe? Unaona mndani tunavogongana unaona sawa? Mimi sitaki ukao mndani, nimechoka kushinda nyumbani. Uelewi nini wewe mwenzangu? Unapuyanga, unazurura, unaenda betting, unarudi. Mimi nafanya nini hapa nyumbani? Aya sasa mikeka ishachanika na mimi hapa nachotaka ni hela yangu. Ulisema mwenyewe mikeka ikichanika utaenda utakopa hela huko ulipotoka uniletee. Mimi sasa nataka kesho niende sokoni nikafate mzigo. Sielewi chochote. Nachotaka ni hela, nataka hela. Unajua? Yaani mimi ile mikeka nilikuwa naiona kabisa, yani hii timu baada ya timu. Timu baada ya timu. Yaani naona uhakika kabisa ile ilikuwa ni ya kula. Ile ilikuwa ya kula. Hii tatizo itakuwa Muhindi. Muhindi naye sio atakuwa anaweka timu zake yule. Mambo kaka. Habari yako? Nzuri, naona umenipigia honi nimekuja. Kiukweli sio wewe. Ila nilikuwa nampigia yule mwenzi ulikuwa naye. Yule? Ni kaka sio mimi? Hapana, yule gari. Unaweza kumuita?
Kweli uchawi upo. Habi kama wewe. Naona mganga wako fundi unaitwa. Unatushangaa kitu gani? Unakoga dawa usiku na mchana. Unashangaa kitu gani kuitwa? Habari yako? Poa, mambo. Safi. Mimi naitwa Kelvin Diploma. Si mwenzangu naitwa nani? Mimi naitwa Sekibuga. Wow, Sekibuga. Jina zuri sana. Samahani sikupotezea muda wako. Tunaweza tukaongea kidogo? Sawa, usijali. Wewe kumbe akili una Yaani umekuwa unacheka cheka tu kama chizi kaona jala jipya. Wewe ulipanga kukutana naye? Mimi nisingekwambia shoga yangu tutoke twende huku. Ungemuona huyu? Umeona gari? Umeona mimi sina thamani, si ndio? Utachinjwa wewe, unamjua huyu. Alafu we kaka, hii gari inaingia watu wawili tu. Yaani siti zote uko ndani kutupa. Hamna hata mtu. Mlishinda hata kuniambia basi njoo kaa hapo nyuma au tunakoenda tuongee kidogo kaa hapo nje. Tukimaliza utaingia twende yote. Wewe gari uko nyuma nyeupe. Kwa kuniweka mie nje nyie. Kwa sababu inawezekana kwenye mikeka yote minne nimetiki ya kwanza na tiki ya fulani, hata mimi zile mechi sijazielewa. Mimi sina shida, sina tatizo kabisa. Ni muhindi. Mimi nilikuwa na uhakika kabisa. Muhindi sio na ikabeti. Wao ndio wanakuwa na ikatimu zao. Wao watakuwa wanacheza share wale. Wale sio bure wale. Yaani inawezekana, yaani kwenye mikeka minne wale itakuwa kuna vitu wanafanya wale. Hao kitona sisi tunakakula na wana timu zao. Haiwezekani buku mbili yote. Mkeka kwanza jelo. Wa pili jelo. Wa tatu. Wa nne. Mimi ndi mtu mbaya sana. Hii safari. Sekibuga, jina lako linasikika kila kona. Leo uko huku, kesho tena uko kwa yule mwingine. Ahadi zako ni nyingi kuliko kweli wako. Moyo wako unachanganya kama upepo wa baharini. Unasema unatafuta maisha bora, lakini njia zako zimejaa giza. Mikopo imekuwa kama kivuli chako, unakopa huku unakopa kule bila mipaka. Watu wanajiliza mwisho wako ni wapi, maana heshima imebaki historia. Kila siku story mpya mitani, jina lako limejaa mabishano kila mali. Sekibuga, mbona umechanganya? Vipi mwanangu, kama umechelewa hivi ulikuwa busy sana ni? Bosi bwana, kuna kazi nilikuwa namalizia kidogo ndani bwana, bosi wangu bwana. Haina no. Sekibuga, mikopo imekuwa tabia. Unaahidi kulipa lakini kimya kinafuata. Imechanika yote. Mimi sikutegemea sikutegemea kabisa mimi. Lakini nilikwambia nitakopa, nimeenda kwa Foster sasa. Nipiga naye vizuri story Foster na nini, nimempanga kaniambia kesho uhakika ananipa 30 asubuhi mapema, mimi nakuja kukupa wewe, unaendelea vizuri na biashara zako. Mimi usinilaumu. Mkeka mimi nilikuwa na uhakika tunakula huyo muhindi. Lakini shafanya hiyo michakato mingine sasa hivi kwa Foster. Uhakika wa pesa upo. Asubuhi mapema ameniambia ananiazima 30. Shughuli imeisha. Unafanya biashara zako mke wangu. We mwanaume wewe, usinifanye mimi sina akili. Umenielewa? Huyo muhindi wako sijui Mwarabu mimi hanihusu. Hayo sio makubaliano yetu. Sasa hapa kesho unaenda kuchukua hela ya mkopo. 2000 mimi haiwezi kunishinda. Wewe majukumu yamekushinda na hiyo hela yangu ya msingi sio kwamba ndo nimekusamea. 2000 yangu naitaka na kesho mkopo naenda kuchukua. Usiniletee masiala kwenye hela. Mimi natafuta hela kwa shida. Na tena uje unisumbue kwa sababu gani? Jamani mke wangu. Kwa nini ukakope sasa? Kemoe. Sasa ndugu yangu wewe, mbona sikuelewi mshikaji wangu?
Kumbuka wewe tumepima mzani hapa rafiki yangu tumepata mzigo kilo 10, inabidi mimi mwanangu unipe shilingi 2000 tena kwaje unanipa 500 hivi blaza. Rasi usichokijua ni kipi? Si muagiza hapa mama watoto wako yule. Amekuja na mtoto, wamechukua pesa, msio muagiza pesa. Kwa katika hela yako ile 2000 ambayo unanidai mimi nimetoa shilingi 1500, nimewapa, imebaki shilingi 500 ndio hiyo hapo. Yule mwanamke mimi nishamwambia kabisa yani. Aachane na mimi. Sasa sikiliza bro, mimi leo siwezi nikakulaumu sana kwa sababu hujajua. Ila nini unajua bro? Yeah. Siku nyingine bwana yule sister Du akija hapa na kuomba chonde bwana blaza. Tafadhali nakuomba bwana bro. Yule usimpe. Sababu mimi napitia changamoto nyingi bro, alafu mwenyewe na familia nyingine na mchumba wangu mwenyewe unaelewa blaza. Haina shida, mimi nilimpa kwa sababu amekuja na mtoto. Na kama unakumbuka alisha kunielekezaga kwamba wewe ni shemeji yako na wewe mwanangu. Kwa hiyo nilivyomwona amekuja na mwanao, hiyo ndio ilisababisha mimi nimpe, lakini fresh nimekuelewa. Basi haina noma blaza. Haina noma. Kemo? Yes. Nakubali sana bro. Fresh ndugu yangu. Haina noma. Usali kukopa. Mimi nimeshakwambia kwamba kesho Foster atanizima mimi 30. Akinazima ile 30, mimi nitakupa utaendelea kufanya biashara, achana masuala kukopa kopa, utakonda bure kabisa. Usiniletee mimi tantala zako wewe. Unaletea mambo ya kunibembeleza mimi saizi ushaharibu hapa. Sitaki kusikia chochote. Naenda hela kukopa. Yaani utake usitake. Mkopo unaenda kuchukua. Kwani unalipa wewe hiyo jesho? Wewe una faida gani humu ndani? Hapa kwenye usiku atudi tunakula nini? Basi lete hiyo hela tukale. Lete hiyo hela kula unayo? Jana umezima ovyo yani wewe jitu bure, mwili mkubwa, midevu kibao, tumbo nene lakini una chochote humu ndani. Yaani hasara tupu. Jamani. Yaani sisi kwani tunakoseaga hata kuolewa, tuchunguzege kabisa watu wengine watakage kutoa ndo hasara zenyewe kama hizi unaenda kuvaa mkenge. Yaani hasara tupu. Mimi usinilaumu. Huyo muhindi ndo amechana na nini. Lakini mimi niko tunaona kabisa tunakula, lakini sio sababu ya kwenda kukopa. Kesho utafanya mchakato asubuhi kila kitu kitakuwa sawa bana. Sawa mama watoto. Sawa mke wangu Sekibuga. Karibu sana nyumbani. Najisikie free. Na usijali kuhusu kitu chochote. Asante Kevin. Lakini najisikia vibaya sana jinsi nilivyomwacha pale rafiki yangu. Sijui atakuwa katika situation gani kwa sasa. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Wakati mwingine maisha yanafanya watu kukutana na watu wapya. Na mimi naamini kabisa kukutana na yeye sio kwa bahati mbaya. Unamaanisha nini? Sijawahi kukutana na mwanamke mtulivu kama wewe kwenye maisha yangu. Kuna kitu kinaniambia kwenye moyo wangu kwamba wewe ni mwanamke muhimu sana kwenye maisha yangu. Kelvin, unanifanya nijisikie ni mwanamke wa tofauti sana. Lakini wanaume wengi huwa wanaongea tu bila kufanya vitendo. Ni kweli wapo wanaume ambao ni walaghai, waongo, lakini mimi hapana. Mimi ni tofauti sana. Alafu kitu kingine ambacho nataka nikwambie kwamba hapa kwenye nyumba yangu naishi peke yangu. Mimi sina mke, sina mchumba, sina hata ninayemtegemea. Labda wewe ndo tunaanza hapa. Kwa hiyo nahitaji ujisikie huru. Ukweli nilikuwa nishakata tamaa kabisa kwenye masuala ya mahusiano na mapenzi. So Pole sana Kevin. Unajua hakuna binadamu aloandikiwa kuumizwa katika mapenzi. Asante kwa pole. Na naamini kupitia wewe unaweza ukaja ukanisababisha nikasahau yote ambayo nimeyapitia before. Na nakuahidi nitakupenda na sitakutenda. Maisha yamenifanya niwe makini sana na wanaume. Basi na maana sisi sote tunaweza tukaanza ukurasa mpya, si ndio? Sasikia. Hebu nifuate. Sekibuga, mbona umechanganya dunia yako? Leo huyu,
safari, safari, yeah. Safari hatua ina mabonde na milima, panda ufike, jitahidi usirudi nyuma. Safari, safari, ni safari, hii safari. Maji kupwa, maji kujaa, mapenzi yanarana kara, utakutana na usiyoyajua.